Sasa dada mwenzenu huyu kashatoa asili huko. Umeona? Maana sisi tukiongea wanaume mnaona kama tunawasema sana. Kashasema sisi wanaume hatuoi mwanamke ambaye amepanga ghetto. Si mnaelewa? Si wanaume hatuoage mwanamke ambaye amepanga ghetto. Rudi kwenu, sawa? Sisi tutakuja kukuchukulia kwenu. Shenzi kabisa kila kandilu wakubwa nyie. Hebu msikilizeni dada mwenzenu kashatoa asili zenu huko. Kodi hapa chukua. Siku hizi hawaoi mwanamke aliyepanga ghetto. Narudia tena, sio kwa ubaya. Hawaoi mwanamke ambaye amepanga ghetto. Na lengo lao sio baya. Kwamba kwa nini hawaoi mwanamke aliyepanga ghetto? Kwa sababu wanaamini kwa mwanamke aliyepanga ghetto hawezi kuwa peke yake mwamba. Na mimi siwezi kuwaraumu kwa sababu ya imani zao, lakini wapo wadada ambao wanaishi ghetto na wanafanya kazi na hawategemei hata hao wakaka na wana mpenzi wake tu mmoja na anamheshimu na maisha yanaendelea. Lakini sasa kuna hao watu ambao hawaamini na huwezi kumwaminisha. Ndio ishakuwa hivyo, hawaoi. Kama uamini, chunguza mdada gani ambaye amejipangia ghetto, alafu ameolewa. Wanaoa wadada ambao anamtoa nyumbani kwao, anakaa nyumbani. Wewe unakuta na mkaka tu kwa mfano mida ya saa 2 usiku mfano, anakuuliza vizuri, "Samahani, naweza nikakusindikiza, unaishi wapi?" Mimi naishi hapo Mbeya. "Unaishi na nani?" "Nimepanga mwenyewe." Hivi nani anataka hayo majukumu? Mtu anakataa, anasema amepanga mwenyewe huyu. Itakuwa ikichumba wanaipishanaga wengi. Kwa hiyo wanaamua kufanya hivyo. Kwa hiyo na washauri wadada tubebe vilago vyetu tuliopanga, turudi mikoani, tusubiri kuolewa tukiwa mikoani.